naamini utakuwa sawa. Mwenyezi Mungu atajalia. Asante mama. Kitu ambacho nahitaji ni kueleza. Naamini sio mara ya kwanza kukueleza hili jambo. Nikizani kama sio mara ya pili, itakuwa ni mara ya tatu. Jambo linalohusu mama yako. Kwa sasa nimekulea, umekuwa. Mtu hakui kwa sababu na mama yake mzazi alimzaa, hapana. Ni kwamba mimi nimekulea. Umekuwa kwa sasa, unajitambua na unajielewa. Mama yako alikuwa rafiki yangu kipenzi. Hakika mama, mimi naona ni mtu ambaye nina bahati sana. Maana kuwa na wewe katika maisha yangu ndio kitu ambacho najivunia sana. Nakupenda sana mama yangu. Kwa hiyo usijali hakika. Ila ninachotakiwa kwa Odi. Odi. Karibu wangu. Mpo ndani? Karibu. Karibu kiti. Sasa hivi. Salama tu kidogo. Poleni. Asante. Matafa. 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 Kuna nini? Hamna kitu bwana. Hapana. Nimekuta mara 3. Sauti 3. Kuna nini? Hebu niambie kwanza. Bwana, kuna vitu ambavyo vinanisumbua. Unajua huu ni mwezi mmoja baada ya aunti yangu kufariki. Sasa kuna kitu ambacho mimi kinanishangaza sana na naendelea kujiuliza wale watu ambao wanafariki wanaenda wapi? Hiyo tu. Ndio. Matafa. Nani sumbua sana. Basi mimi niko ndani yangu. Aya. Zari Kabenge. Hongera sana, maana unacheza pati yako vizuri. Hivyo ndivyo unatakiwa kuwa. Mwenyewe ndo unaongeza pilipili ndani ya macho yako. Kwenye dunia, maisha yote, hakuna kitu mbaya kama usaliti. Kwa hiyo, mimi sijakuja hapa kuja kucheza na wewe. Nimekuja kukuongezea dawa. Na kazi hii nilikuwa nimeshaifanya wiki 2 iliyopita. Lakini sababu ya upendo wangu kwako ndo nimechelewa. Hii ni adhabu yako.
Kakangu. Mtu akifariki anaenda kuishi maisha mengine bwana. Wewe mwenyewe unajua nafsi inatoka ndani ya mwili wa mtu. Na nafsi ikitoka kuna uzima wa milele, unaujua vizuri. Na maana kuna maisha mengine sasa ambayo mtu anaenda kuishi. Mfano ukiwa ndotoni, si nafsi inatoka, mwili na baki. Na ndotoni unaona wale ambao washapoteza maisha. Unawaona vizuri kabisa, unacheka nao, mnasalimiana vizuri kabisa. Ina maana kuna uzima wa milele ambao mtu anaenda kuishi sasa ukishafariki. Na ndotoni unaweza kuchomwa kisu, hauwezi kufariki. Unaweza kupigwa risasi, hauwezi kufariki. Ina maana ni uzima wa milele sasa. Bwana, ina maana mimi natamani tungeliishi tu ndotoni kwa sababu naogopa kifo. Matafa, kufa ni kawaida kwetu sisi binadamu. Na ni njia ya kila mtu wote. Sasa utaogopa kivipi na ikiwa wewe mwenyewe unajua kweli tu kuna siku nitafariki? Yale yasikusumbue rafiki yangu. Hii ni njia yetu sisi sote. Sisi ni wasafiri hapa duniani. Kitu cha msingi sana ni kupiga dua tu kuomba Mwenyezi Mungu asituniyo na inaisha. Basi mimi naendelea na kazi zangu. Haya bwana, nikuelewa. Umesema mama hayupo? Mama ameenda kanisani. Badilisha. Wote wameenda. Unajua kwamba mama na Patricia kuna kuachana? Umegula nini inanichosha? Nini tena? Jana kulikuwa tumekaa pale bandani. Alafu kulikuwa mzee mmoja ambaye akatuambia siku moja aliota akiwa amekufa. Alafu pale kwenye ndoto yake ambayo alikuwa tayari kishakufa, alijikuta wale malaika wanamuuliza, unataka tukuweke sehemu gani? Kwa kuwa sasa hivi hutakiwi kukaa na binadamu. Akaangalia chini sasa kwa sababu walikuwa hapo juu kule. Yeye akatazama chini, akapata kuona kuna wakuku pale. Kwa haraka akafikiria kwa akishushwa pale kwenye kuku ataanza kuwachoma mmoja baada ya mwingine. Ale. Walipomshusha pale kwenye zile kuku, akajikuta naye pia kageuka kuku. Alafu baada ya muda akaona wale kuku wenzake wanaanza kutaga. Wanatoa mayai. Kajiuliza, da, ina maana mimi siwezi kutoa mayai nikataga na nikawa na watoto? Akajikaza, akatoa yai la kwanza. Akajikaza tena, akatoa yai la pili. Kwa hiyo akafikiria kwamba akiwa anatoa yai tatu kwa siku atakuja awe na watoto wengi. Kwenda kutoa hiyo yai la tatu, akajikaza. Kulikuwa kuna uchafu tu ulikuwa unatoka, lakini yai halijatoka. Alipoamka usingizini, kumbe yale mayai ambayo alikuwa anataga alikuwa ameshusha mabomu mawili huko kwenye suruali. Kumbe alikuwa jaribu mazingira. Mimi siamini kweli kama ni yule mzee. Wewe ndio umeota. Mimi naotaje vitu ni wewe Sila. Hebu tuwe serious. Sila. Siweka kangu. Niambie ukweli tu. Wewe ndio umeota. Wewe ndio umeota Sila. Wewe unakujua vizuri na ndoto zako za ajabu. Kila ukiniambia ndoto tu lazima nicheke.
Dada, mimi naenda. Kuna sehemu natakiwa niende. Nitarudi hapa saa 6 mchana. Kulia kula. Maana kwangu kule sijapika. Wewe subiri tu nikarangi maharagwe na basi, maana nahisi kama mchele umeiva. Kuna mtu natakiwa nimuone sasa hivi. Nitarudi hapa. Basi sawa. Utatoa uchafu. Sawa, usijali. Usijulize kisa kwa vile unavyovipata, usijulize kisa ya shetani kukufuata, usijulize kisa ya maisha kupata utata. Karibu mchungaji. Sasa hizi usipoema. Kuna nini? Yaani mama alipokuwa pale kawa vizuri. Lakini alipokuwa analala hapa ameniomba nimpeleke chumbani. Mimi nimeshangaa, nikitaka kumpeleka ananiambia mguu hafanyi kazi. Najaribu kumwekea miguu chini lakini anakataa kutembea. Pole sana. Najua unapitia maisha magumu sana. Lakini hayombe ukata tamaa. Kumbuka kuna Mungu. Na yule Mungu anaweza kukusaidia kwa muda yoyote. Ukisoma kitabu cha Ayubu sura yake ya 1 mstari wa 1 kuendelea. Ayubu alipata shida, aliteseka sana. Lakini hakumwacha Mwenyezi Mungu. Aliendelea kumuomba Mungu, hakukata tamaa. Ilifikia kiwango watu walimcheka Ayubu. Hivi Ayubu, Mungu wako ni Mungu gani ambaye hajawahi kukusaidia? Lakini Ayubu alijua kuna Mungu ambaye atamsaidia siku moja. Hiyo njia ambayo mama yako ameamua kufuata ya mkombozi wetu Yesu Kristo, hiyo njia inaweza kumponya. Hiyo njia inaweza kumnyanyua mahali ambapo iko na narudi kwa hali yake ya kawaida. Usijulize kisa kwa vile unavyovipata, usijulize kisa ya shetani kukufuata, usijulize kisa ya maisha kupata utata, maana unachokipata ni mwenye ulitafuta. Kisa yani kisa ni wewe tu. Yani kisa ni wewe tu. Yani kisa ni wewe tu.